Naitwa Mwalimu Sospeter Josia Buguru, ni mmiliki na mkurugenzi wa Fresh Day Care. Asubuhi ya leo niko hapa mbele yenu kuongelea mada inayohusu jinsi ya kumlea mtoto bila kumpiga. Baadhi ya wazazi wanaamini kwamba ili mtoto aweze kuwa na nidhamu au kuwa vile wanahitaji wao awe, wanaamini kwamba kinachoweza kumsaidia kikubwa kwamba inaweza kuwa ni fimbo. Lakini leo nakuja kutoa maelezo kidogo juu ya namna ambavyo mtoto anaweza kukaa vizuri bila kutumia wala kuhusika na nini na fimbo. Ni kwamba mtoto anaweza kuwa vile unavyotaka bila kupiga fimbo, kwa sababu moja kati ya njia ambayo inafanya mtoto aweze kuwa na maadili mazuri, aweze kuwa na tabia njema ile unataka wewe kama mzazi, cha kwanza kikubwa ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu kwa imani yake. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo sitakukuza kabisa kwa imani yako na kumrithisha imani ulionayo. Hiyo itamfanya mtoto aweze kuwa vile unataka, vile unapenda, kwa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuweza kumuhimiza na kumpeleka kwenye mafundisho ya kiimani kulingana na imani ya mzazi husika. Njia nyingine ambayo inaweza kumfanya mtoto aweze kuwa na tabia njema au kuwa na maadili mema bila hata kuchapa, kingine ni mahusiano mazuri. Mahusiano mazuri kati ya mtoto mwenyewe na mzazi. Sisi wazazi wengi tunajisahau, hatuna mahusiano mazuri kati ya watoto na sisi wenyewe. Kwa nini? Mahusiano yetu ni mahusiano ya kibabe, na naweza nikatumia neno hilo. Yaani sisi tunakuwa sana ni wababe kwa watoto, tunakuwa sana na tisho sana kwa watoto. Hiyo inapelekea mtoto kutokuwa huru, na ile kutokuwa huru anajikuta kila anachokifanya anakuwa anakosea, na anapokosea ndo inapelekea wewe umchape ukiwa unataka fanye vizuri. Chanzo ni nini? Chanzo ni ule ubabe tunaoonyesha kwa watoto na ile ujeuri tunaokuwa tunaonyesha, na ile tunatumia nguvu nyingi sana. Kwa hiyo na yenyewe inakuwa ni sababu kubwa ambayo inapelekea watoto wakosee na washindwe kuwa vile. Kwa hiyo sasa inaweza ikawa suluhisho kuwa na mahusiano mazuri. Mtoto ukiongea naye vizuri, mara nyingi anafanya sawa sawa na kuelekeza. Kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea mtoto kuwa na tabia njema hata bila ya kumchapa ni ile kwenda mtoto kupata elimu elimu tu, achana elimu ya awali, mtaje elimu ya imani ya kidini, lakini na hii nyingine ni elimu hizi kwa nasari na primary na sekondari. Hivyo vitu vinapelekea kuwa na nidhamu nzuri, lakini sasa inakuwa na nidhamu nzuri pale mtoto atakapokutana na walezi wenye taaluma hiyo, ambao wanajua namna ya kuwa na mahusiano mazuri, namna ya kuondoa kuwa wababe kwa watoto ili kuwajenga wawe na kujiamini. Sasa elimu inasaidiaje? Elimu inasaidia pale mtoto atakaposoma bila kuruka hatua, atakapokutana na walimu wenye weledi, ambao uweledi huo unatokana na malezi aliyopata mwalimu akiwa bado ni mdogo, kwa sababu achana kuwa ni taaluma ya walimu, hata malezi nayo yanachangia kwa mwalimu kuwa mwalimu mzuri au mwalimu ambaye sio mzuri. Malezi aliyopata akiwa mdogo yanapelekea kuwa mwalimu mzuri. Kwa hiyo mwalimu aliyelelewa vizuri akiwa mdogo atawalea na watoto vizuri. Mwalimu aliyeonyeshwa upendo na wazazi wake akiwa mdogo atawalea watoto kwa kuonyesha nini? Upendo. Hivyo ndio maana wazazi wanapaswa kuwalea watoto kwa upendo, kwa sababu ule upendo unaomlea mtoto hata katika kazi zake utakuja kuathiri. Mwalimu aliyelelewa kwa ubabe ataishi na watoto tena kwa ubabe. Hivyo sasa tunahitaji wazazi wanapotafuta shule, kwanza mazingira ni ya muhimu sana, lakini tabia na maisha halisi yanayemlea mtoto ni ya muhimu zaidi, kwa sababu mazingira yatamwathiri
kidogo kuliko tabia ya mwalimu. Kwa hiyo tunaomba sana wazazi mjitahidi sana 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 katika malezi, tuwe na mahusiano mazuri, tuwalisishe imani zetu za kidini na tuwapeleke kwenye shule ambazo tumefanya utafiti. Kwa mfano, mimi hapa shuleni kwangu Koresh Daycare, namshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kuletea walimu ambao malezi yao, achana na ile taaluma zao za walimu, naongelea malezi yao yamekuwa ni malezi mazuri, wamekulia malezi ambayo ni ya upendo kwa wazazi wao. Kwa hiyo wanachokuja kuwapa watoto wangu hapa nao nawalea, wanawapa upendo kama walivyopata wakiwa wadogo. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu naona katika matokeo ya wazazi na watoto. Watoto wanapokuja hapa, anaingia analia, anaingia hataki shule, lakini walimu na uongozi tunaonesha upendo, hatuoneshi ukali. Baadaye wale watoto wanapenda shule kupitiliza. Hata wazazi ni mashuhuda, watoto wanapenda shule sio kwa sababu tunawachapa, ni kwa sababu tunawapenda. Hatuwezi kuwalazimisha watoto kupenda shule, tunawapenda ili watoto wapende nini? Shule. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba watoto tunaweza tukawalea bila kuwachapa, kwa kuwaonyesha upendo, kwa kuwaelimisha imani zetu za kidini na kwa kuwapeleka shule ambazo walimu wa shule hizo wamelelewa vizuri na wana uweledi wa kutoa malezi na makuzi ya watoto. Kwa hiyo mimi wazazi na washauri kwamba kabla hujampeleka shule mtoto, fanya utafiti. Fanya utafiti. Usipeleke mtoto kwa sababu anavaa uniform nzuri. Usimpeleke mtoto kwa sababu ana rangi nzuri za shule. Fanya utafiti kwa sababu ya uangalie maisha ya walimu, kwa sababu mtoto atakachotoka nacho sio majengo wala sio mazingira, atatoka na kila alichorithishwa na alichorithi kutoka kwa walimu wake. Malezi bora ni mchanganyiko wa subira, uelewa na upendo. Hapa Koresh Daycare tunatoa malezi bora kwa watoto. Karibuni sana Koresh Daycare. Tunawapenda sana, tunawakubali sana. Tunakukaribisha uendelee kutufuatilia Koresh Daycare. Hii ni kipindi cha kwanza, tutakuwa na utaratibu wa kutoa elimu kila iwezekanavyo. Karibuni sana.